Siku moja mtu mmoja akaniuliza swali kwamba wewe mhubiri. Nikamwitikia nikasema naam. Inakuwaje kumhubiri Yesu na wewe hauoni? Nikamshangaa. Nikamuuliza, je, wewe unaona? Nikamwambia mimi ni kipofu anayefanya nini jamani? Anayeona. Maana aliniambia kama wewe ungelikuwa mtumishi wa Mungu, ungelimwambia Yesu akayafumbua macho yako. Na mimi nilimwambia Yesu alishanifumbua macho. Maana macho yangu ya ndani yanaona. Amina. Na ndio maana ninasimama kukuhubiri wewe. Amina. Ambaye macho yako ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Sasa unaweza ukawa na macho ya nje yanaona, lakini ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Sasa leo nataka nikuonyeshe ule upofu ulio mbaya kabisa. Get to the point. Take a step forward. Kile kitabu cha Isaya 55 fungu la kwanza aliandika hivi. 55 fungu la kwanza Isaya aliandika hivi. Neno la Mungu linasema. Haya. Kila unaye kiu. Jamani, Tabora yote kila anayeona kiu. Kila unaye kiu. Njoni majini. Njoni mnywe maji. Na yeye asiye na fedha. Njoni. Nunueni mle. Njoni mnywe bure. Njoni mnywe bure. Naam. Njoni. Nunueni divai. Na maziwa. Bila nini? Bila fedha. Na bila thamani. Kwa hiyo njoni bila hela. Maji yanapatikana bure. Amina. Igunga yote njoni munywe maji bure. Amina. Mwamapoe njoni munywe bure. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rafiki zangu, neno hili ni maji. Neno ambalo tunakutangazia jioni ya leo. Haya ndiyo maji ambayo tumekuletea, maji ya uzima. Biblia imeandikwa kitabu cha Ufunuo 22 ile fungu la 16. Imeandika hivi, sikiliza. Mimi Yesu. Yeye Yesu. Nimemtuma malaika wangu. Amewatuma malaika wake. Amemtuma malaika. Yaani huyu hamka unayemuona amesimama hapa, na hao wahubiri wengine unaowaona anasimama hapa, waimbaji wa Mwamapole wakisimama hapa, ni malaika ambao Yesu amewatuma. Ni malaika waliotumwa na nani? Na Yesu. Anasema mimi Yesu. Hebu isikie hiyo. Mimi Yesu. Isikie hiyo. Nimemtuma malaika wangu. Endelea. Kuwashuhudia ninyi mambo. Kuwashuhudia nyinyi katika makanisa. Mimi ndiye yeye ndiye shina la Daudi. Ile nyota inayong'aa asubuhi. Na roho. Na bibi harusi. Wasema. Njoni. Sikia. Haya sikiae. Na aseme njoo. Sikia. Na aseme njoo. Naye mwenye kiu. Na yeye aliye na kiu. Naaje. Na yeye aliye na kiu. Naaje. Sikia hiyo. Na yeye aliye na kiu. Naye mwenye kiu. Yaani wewe. Haya. Sikilize hii. Naye mwenye kiu. Naaje. Na yeye atakaye. Ayatwae maji ya uzima. Ayatwae maji ya uzima bure. Ayatwae maji ya nini? Ya uzima. Ayatwae maji ya uzima bure. Katika mikutano hii tunakunywa maji ya uzima nini? Bure. Tunakunywa maji ya uzima nini? Bure. Wangapi wanahitaji kunywa maji hayo? Mikono juu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana awape maji ya uzima. Amina. Tusafishe midomo kwanza. Nilikwambia tuna kafagio, kadekio, ambako tutakafanya kudekia midomo yetu. Kila tukihitaji kusikiliza neno, tudeki midomo kwanza. Hakikisha unaimba ili kutoa uchafu mdomoni, kutoa utando mdomoni. Unapoachama unaruhusu hewa safi kuingia na hewa chafu kutoka. Imba kaimbo haka. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Wangapi midomo yao imekuwa salama? Mikono juu. Bwana ubariki sana. Amina. Leo tuna somo ambalo linasema, somo linalosema nani kipofu? Kipofu ni nani? Liandike hivyo. Kipofu ni nani? Je, ni mimi au ni wewe? Kati ya masomo mazuri, hili somo makini sana. Na wewe msikilizaji wangu kokote unakonisikiliza, naomba ukae vizuri kulisikiliza somo hili. Somo linasema kipofu ni nani? Kumbuka jana nilikwambia sifa zangu 5. Nilisema sifa ngapi? 5. Sifa yangu ya kwanza nilisema nina mji. Sifa ya pili nina mke. Sifa ya 3 nina watoto. Sifa namba 4 ni mwinjilisti mlei. Na sifa yangu ya 5 ni kipofu anayeona. Kipofu anayeona. Bwana asifiwe. Amina. Rafiki yangu, ninajiita kwa sifa hii namba 5 ni kwa sababu mimi macho yangu ya nje haya macho ya nyama hayaoni, ila macho yangu ya ndani yanaona. Amina. Na ndio maana ninajiita mimi ni kipofu anayeona. Sasa leo ninalo somo ambalo linahitajika lisikike kona zote za ulimwengu, na popote unaponitazama, unaponiangalia, hebu anza kusikiliza sauti hii. Hebu anza kujiuliza swali hili. Je, ni nani kipofu? Kipofu ni nani? Ni mimi au ni wewe? Na leo ninataka nikuonyeshe vipofu ambao Yesu alikuja kuwasaidia. Nikuonyeshe kipofu anayejulikana ndani ya Biblia. Kipofu ambaye haoni, kipofu ambaye anatembea bila kuona, kipofu anayeshikwa mkono. Tuombe kwa ajili ya somo hili. Baba, katika jina lako Yesu, Mungu wetu mkuu, uliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vya mbinguni na vya duniani, vyote vilivyomo majini, vyote vilivyo chini ya dunia, vinavyoonekana na visivyoonekana, na hata sisi sote tumeumbwa kwa mikono yako. Jina lako Yesu litukuzwe sana. Tumekuja kwako leo tena jioni hii ya sasa kulisikiliza neno lako. Tumekuja kujifunza kwako. Tumekuja kula chakula kishukacho kutoka kwako mbinguni na maji ya bubujikayo kutoka katika kiti chako cha enzi. Tunakualika Yesu ukawe mhudumu. Wewe ndio ukatulishe na kutunywesha. Tunaomba ukatutangazia wokovu kupitia somo la leo. Ukatuokoe kupitia somo hili, na kila anayesikiliza sauti hii popote kule, naomba akapate kuokolewa kwa neno la mchana wa leo. Ushindi ukapatikane na jina lako litukuzwe. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kile kitabu cha Luka 4 lile fungu la 14, nisikilize vizuri hilo fungu. 4:14 Luka inasema. Ameandika nini? Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi ngapi? Zikaenea katika nchi ngapi? Habari za Yesu zikaenea duniani kote, za kando kando, katika nchi zote. Naye alikuwa akiwafundisha katika masinagogi yao. Endelea. Akitukuzwa na watu wangapi? Wa makabila mangapi? Yote. Akatukuzwa na watu wote, wa makabila yote, wa mataifa yote, wa dini zote. Yesu akatukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti. Ndipo akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya lini? Siku ya Sabato. Yesu akaingia kanisani, sinagogini, kama ilivyokuwa kawaida yake. Yesu akasimama ili aisome Biblia.
akachukua kitabu kinachoitwa chuo cha nani? Cha nabii Isaya. Akachukua chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, sikiliza, Roho wa Bwana yu juu yangu. Akasoma mahali palipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia nini? Amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema. Amenitia mafuta kuhubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu wapate kuona tena. Bwana asifiwe. Amina. Hiyo ndio nataka uisikize vizuri jioni ya leo. Yesu akaenda kando kando ya nchi zote, akatembea kila mahali, akaenda kila kona, akaenda kila kijiji, akaenda kila nchi, akaenda kila taifa, na Biblia inasema na siku ya Sabato akaenda Nazareti, mahali alipofanya nini jamani? Alipolelewa. Siku ya Sabato akaenda Nazareti, mahali alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia kanisani kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu alisali siku ya Sabato. Bwana asifiwe. Amina. Baba yangu, mama yangu, popote unakonisikiliza, hili nalo lisevu, weka kichwani hilo. Yesu alienda kanisani siku ya lini? Siku ya Sabato. Siku ya Sabato. Na kama wewe unaenda kinyume na siku ya Sabato, maana yake hujakanyaga nyayo za nani? Hujakanyaga nyayo za Yesu. Na ili ukanyage nyayo za Yesu, nenda kanisani siku ya Sabato. Amina. Yesu akaenda mahali alipolelewa, akaenda Nazareti mahali alipolelewa, na siku ya Sabato Yesu akaenda kanisani. Amina. Kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu akasimama, akasoma kitabu cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenituma niwahubirie masikini habari njema, niwatangazie wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu wapate kuona tena. Maliza usomaji wewe. Waacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana unio kufanya nini? Uliokubaliwa. Yesu ametoka mbinguni kuja kutangaza habari njema kwa masikini. Bwana asifiwe. Amina. Na Yesu ametoka mbinguni kuja kutangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Ninakutangazia jioni ya leo, baba yangu, mama yangu, kaka yangu na dada, popote unakonisikiliza, kama umefungwa na nguvu za giza, ufunguliwe kwa jina la Yesu. Amina. Umefungwa na nguvu za mapepo, ufunguliwe. Amina. Umefungwa na magonjwa, Yesu akufungue jioni ya leo. Amina. Maana amekuja kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Umefungwa na nini popote unakonisikiliza? Kama umefungwa na mapepo, umefungwa na mizimu, umefungwa na majini, umefungwa na mashetani ya kila namna, yafunguliwe kwa jina la Yesu. Amina. Kata mikatale yote ya shetani, ikate kwa damu ya Yesu. Maana Kristo kilichomtoa mbinguni, Yesu kilichomleta duniani, amekuja kuwafungua wafungwa wote waliofungwa na nguvu za mapepo, waliofungwa na nguvu za giza, wamefungwa na pingu za mashetani, wamefungwa na minyororo ya giza, wafunguliwe. Yesu amekuja kutangazia wafungwa kufunguliwa kwao, lakini na vipofu wapate kuona tena. Vipofu wanaozungumzwa hapa, vipofu ambao wanazungumzwa hapa, nisikilize vizuri, sio wale wa kimwili. Unajua wengine tunaweza tukaongelea habari ya vipofu wakaanza kumwangalia hamka. Nataka baba, mama, ujiangalie wewe. Popote unakonitazama, popote unaponiangalia, wewe ninaomba ujiangalie. Je, wewe ni kipofu ama sio kipofu? Maana Yesu amekuja kufungua watu waliofungwa na nguvu za giza, lakini pia amekuja kuwafanya vipofu wapate kuona tena. Hebu nisikize hii kitabu cha Yohana 9. Biblia imeandikwaje? Fungu la 39. Neno la Mungu linasema. Ameandika nini?
Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu. Yeye amekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona, wafanye nini? Bwana asifiwe. Yesu amekuja kuwafanya wale wasioona wafanye nini? Waone. Yaani kama wewe ni kipofu baba, kilichomleta Yesu duniani, kilichomtoa Yesu mbinguni ni kuja kuyafanya macho ambayo hayaoni yafanye nini? Yaone. Ninakuombea baba yangu, kaka yangu, dada yangu, popote unakoniangalia, unakonisikiliza, macho yako yaone. Na Yesu anachofumbua, macho anayofumbua Yesu katika mikutano hii, katika dunia hii, nataka nikwambie jioni ya leo, Yesu amekuja kufungua macho yako ya ndani. Amina. Yesu amekuja kuyafungua macho yako ya ndani. Maana Biblia imeandikwa binadamu ameumbwa katika makundi makuu mawili ya macho. Nimesema makundi mangapi? Mawili ya macho. Ameumbwa kwa makundi mawili ya macho, makundi makuu mawili. Moja, kundi la macho ya nje, macho ya nje. Mbili ni kundi la macho ya ndani. Yaani hapo ulipo na macho aina mbili, una macho makundi mawili ya macho. Macho ya kwanza ni yale ya nje ambayo yanaitwa macho ya nyama, na macho ya pili, kundi la pili la macho ni yale macho ya ndani, macho ya moyoni, macho ya ndani ya akili yako, yanaitwa macho ya kiroho. Yesu hakuja kufumbua macho ya nyama, hakuja kuhangaikia macho ya nyama. Siku moja mtu mmoja akaniuliza swali kwamba wewe mhubiri, nikamwitikia nikasema, naam, inakuwaje kumhubiri Yesu na wewe hauoni? Nikamshangaa, nikamuuliza, je, wewe unaona? Nikamwambia, mimi ni kipofu anayefanya nini jamani? Anayeona. Maana aliniambia kama wewe ungelikuwa mtumishi wa Mungu, ungelimwambia Yesu akayafumbua macho yako. Na mimi nilimwambia Yesu alishanifumbua macho. Maana macho yangu ya ndani yanaona. Amina. Na ndio maana ninasimama kukuhubiri wewe, ambaye macho yako ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Sasa unaweza ukawa na macho ya nje yanaona, lakini ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Sasa leo nataka nikuonyeshe ule upofu ulio mbaya kabisa. Naomba unisikilize vizuri. Baba yangu, mama yangu, kaka yangu na dada, popote unakonitazama, unakoniangalia, nisikilize hili somo, nisikilize vizuri hili somo. Leo kuna watu wanadai wanaona, kumbe hawaoni. Sikiliza Yesu alivyowaambia. Akawaambia hivi, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wale wasioona waone, na nyinyi mnaoona muwe vipofu. Rudia hiyo. Naam, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu. Sikiliza hiyo vizuri. Ili wao wasiona. Ili wao wasiona waone. Maliza. Na nyinyi mnaoona, wale mnaodai mnaona muwe nini? Vipofu. Wawe vipofu. Ndipo wale Mafarisayo, maana hapa Yesu alikuwa na dini na Mafarisayo, wale waliokuwa wakijidai wana dini na kumbe hawana dini, walijidai wanamjua Yesu na kumbe hawamjui Yesu. Nataka unisikilize vizuri. Wale Mafarisayo wakamuuliza swali. Sikia baba. Wale Mafarisayo wale kwa pamoja naye wakamuuliza. Akasikia hayo. Wakamuuliza. Akamwambia, "Je, sisi nasi tu vipofu?" Yesu akawaambia, kama mungelikuwa vipofu, musingelikuwa na nini? Musingelikuwa na dhambi. Lakini sasa madai tunaona, basi dhambi yenu inafanya nini? Inakaa. Kumbe hapa Yesu alikuwa anaongelea habari ya dhambi. Mtu anayeishi maisha ya dhambi, anayeishi maisha ya uzinzi, anaishi maisha ya ulevi, maana yake kwa mujibu wa lugha Biblia, mtu huyu haoni. Ili uonekane kwamba wewe unaona, macho yako yanaona, ishi maisha ya kumfahamu Yesu. Amina. Ishi maisha ya kumjua Yesu. Ishi maisha ya kumwamini Yesu. Mafarisayo walionekana ni vipofu, wakaonekana hawaoni. Kwa sababu gani? Hawakumjua Yesu, hawakumwamini Yesu. Na Yesu akawaambia, mimi sikuja duniani kwa ajili ya wanaoona, sikuja duniani kwa ajili ya macho ya nyama. Nimekuja kushughulikia macho ya ndani, nimekuja kufumbua watu macho ya ndani. Maana wale wote ambao hawaoni,
Macho anayoongelea hapa ni yale ya ndani. Wale wote ambao hawaoni macho ya ndani, Yesu anasema nimekuja kuwafanya wale wasioona wafanye nini? Waone. Na wale wanaodai wanaona wawe nini? Vipofu. Wale ambao watamkataa Yesu, wale ambao watamkataa Yesu kuwa Bwana, asiwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kwa mujibu wa Biblia na lugha iliyotumika hapa, hao ndio wanazungumzwa ni kipofu. Ni vipofu ambao hawafanyi nini? Hawaoni. Ninakupendekezea jioni ya leo iwe ni jioni yako ya kufumbuliwa macho ya ndani. Amina. Yesu hakuja kufumbua macho ya juu, hajaja kushughulikia macho ya nje. Na macho ya nje hayawezi kutusaidia kwenda mbinguni. Yanayotusaidia twende mbinguni, baba yangu, mama yangu, ni macho ya ndani. Amina. Ningeliomba sana jioni ya leo umwambie Yesu akufumbue macho ya ndani. Amina. Hebu kisikiliza hiki kitabu cha Isaya. Biblia yangu na yako imeandikwa hivi. Sikiliza, kipofu ni nani? Kumbuka somo linasema kipofu ni nani? Je, ni mimi au ni wewe? Kipofu anayeongelewa hapa ni mtu wa namna gani? Ni kipofu wa namna gani? Isaya anafafanua. Sikiliza 40 fungu la 18. Isaya anafafanua 42 fungu la 18. Neno la Mungu linasema 42:18. Sikilizeni. Sikilizeni Enyi viziwi. Nyinyi viziwi. Enyi viziwi. Nyinyi viziwi. Tazameni. Tazameni. Enyi vipofu. Tazameni nyinyi vipofu. Enyi vipofu. Sikia hiyo. Mpate kuona. Ili muone. Mpate kuona. Ili muone. Ni nani aliye kipofu? Hiyo ndio nataka watu waielewe. Ni nani aliye kipofu? Ni mtumishi wangu. Jamani, nani aliye kipofu kati ya mimi na wewe? Biblia inasema nani aliye kipofu kama sio mtumishi wangu? Au aliye kiziwi. Au aliye kiziwi kama sio mjumbe ninayemtuma? Ni nani aliye kipofu? Nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? Kama yeye aliye na amani. Naam. Sikia hiyo. Kipofu. Sikia, kipofu ni nani? Kama mtumishi wa Bwana. Kama sio mtumishi wa Bwana. Unaona mambo mengi. Sikiliza sasa maana ya neno kipofu. Kipofu anayezungumzwa, kipofu anayezungumzwa ni washiriki wa ndani ya kanisa, ni washiriki wa kanisani, watu ambao wanadai wanamjua Mungu. Anasema ya kwamba ni nani aliye kipofu kama sio mtumishi wangu? Ni nani aliye kipofu? Nani aliye kipofu kama sio mjumbe ni mtumae? Nani aliye kipofu kama sio mshiriki wa kanisa? Biblia inafafanua, inasema hivi. Sikiliza, rudia hiyo. Naam. Kipofu kama mtumishi wa Bwana. Endelea. Unaona mambo mengi. Unaona mambo mengi. Lakini huyaweki wapi? Yaani kipofu ni mtu anayesikiliza maneno ya Mungu lakini hayaweki wapi? Maana yake hayajari. Na mpaka dakika hii tuko hapa, kuna watu wanahubiriwa na kila leo tunahubiriwa, lakini maneno ya Mungu hatuyaweke wapi? Hatuyaweki moyoni. Yaani kama leo naambiwa usiibe na wewe unaiba, usilewe na wewe unalewa, kwa mujibu wa Biblia wewe ni nani? Ni kipofu. Wewe ni kipofu. Kama Biblia inasema usizini na bado unazini, fukuza mke wa pili na bado umeng'ang'ania, wewe ni nani? Ni kipofu. Kama Biblia neno la Mungu linasema usipigiwe ramli, usivae hirizi, na wewe ndio kazi unayofanya, wewe ni kipofu. Maana kipofu anayezungumzwa hapa, kipofu anayezungumzwa hapa sio yule wa macho ya nje. Kipofu anayezungumzwa hapa ni wewe na mimi, endapo tutasikia neno la Mungu tusilielewe, tusiliweke moyoni, lisitubadilishe. Neno linahubiriwa, hebu anza kufikiria ni mara ngapi umehubiriwa? Mara ngapi umeonywa juu ya ile dhambi? Mara ngapi umeonywa juu ya ile dhambi? Je, umeiacha? Biblia imeandikwa hivi, hebu isikiliza. Unaona mambo mengi. Unaona mambo mengi. Lakini huyaweki moyoni. Masikio yako yako wazi, lakini husikii. Bwana akapendezwa. Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake. Kwa ajili ya haki yake. Kutukuza sheria. Ili kuitukuza nini? Sheria. Baba yangu, mama yangu, kipofu ni mtu ambaye anahubiriwa lakini habadiliki. Uwe kanisani, uwe nje ya kanisa, kila leo nahubiriwa, kila leo naonywa, kila leo nasaidiwa, lakini husaidiki, huonyeki, hufundishiki.
kwa mujibu wa lugha ya Biblia, wewe ni nani jamani? Kipofu. Ninawaombea watu wa Tabora, na waombea watu wa Mwanzuki, watu wa Igunga, watu wa Tanzania na kokote mnakonisikiliza, Bwana wafungue macho ya ndani. Amina. Ili neno linalohubiriwa kwako, unaolisikiliza kwa njia ya TV, unalisikiliza kwa njia ya live, wewe ninakuombea hili neno likusaidie kumuona Yesu. Amina. Macho yako ya ndani ni special original. Kwa nini? Maana haya macho ya ndani yanatusaidia kumuona nani? Yesu. Na ndio maana nakwambia mimi ni kipofu anayeona, kwa maana ya kwamba macho yangu ya nje hayaoni, lakini ya ndani yanafanya nini? Yanaona. Ndio maana unaniona ninakuja hapa nimeshikiliwa mkono, maana macho yangu ya nje hayafanyi nini jamani? Hayaoni. Ndio maana unaniona ninafanyiwa hiyo, lakini macho yangu ya ndani yanaona. Ndio maana unaniona ninasimama na ninakuhubiri. Ndio maana ninaifundisha Biblia kama ilivyo, ninakunyamburishia ukweli, maana macho yangu ya ndani yanafanya nini? Yanaona. Yaani kuona macho ya ndani ni kulifahamu neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Kuona macho ya ndani ni kumjua Kristo. Amina. Ni kumfahamu Yesu. Amina. Unapomwamini Yesu Kristo, unapomfahamu Yesu, unapolifahamu neno lake, unapokubali kubadilika na kuacha dhambi, macho yako ya ndani yanaona. Kwa hiyo macho ya ndani yanatusaidia kuacha dhambi, yanatuonyesha dhambi na kuiacha, lakini macho ya nje yenyewe yanatusaidia kuona dhambi na kuishughulikia. Ndio maana mpaka dakika inavyoongea na wewe, macho yako yanakusaidia kuona dhambi ya nje, na sasa hivi kukionekana na dhambi, macho yako ya nje yataishughulikia. Na sasa hivi akipita mtu tu ana umomonyoa, nyinyi mnaoona lazima msindikize kwa macho, maana macho ya nje kazi yake ni kuona dhambi, na ikiona dhambi yanaifuatilia. Na dhambi nyingi leo zinazofanywa na watu zinafanywa kupitia mlango wa macho ya wapi? Ya nje. Macho ya nje. Ninapoongea hivi sina maana ya kwamba macho ya nje sasa hayana kazi, hayana faida. Yana faida, lakini hasara zake ni nyingi. Na macho ya nje asilimia kubwa ukiyatumia vibaya, na wengi wataingia motoni kwa sababu ya macho ya nje waliyatumia vibaya. Ninakuombea baba yangu popote unakonisikiliza, ninakuombea mama yangu popote unakonisikiliza, dada yangu, kaka yangu, yatumie vizuri macho ya nje ili yakupeleke mbinguni. Amina. Maana dhambi nyingi zinavutwa na macho ya nini? Ya nje. Biblia imeandikwa hivi, hebu sikiliza vizuri Biblia. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, fungu la 15 ameandika hivi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, fungu la 15 ameandika hivi. Na Mungu linasema, Naam. Usipende dunia. Baba, usipende dunia. Usipende dunia mama. Wala mambo yote yaliyo ndani ya dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, sikiliza sasa, kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya nini? Na tamaa ya nini? Tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokana Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia itapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Bwana adumu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumbe kinacholeta dhambi katika maisha ya mwanadamu, moja ni tamaa ya mwili, 2 ni tamaa ya macho, 3 ni kiburi cha nini? Baba yangu, macho haya yanayoleta tamaa, yanayofanya mtu awe na tamaa, ni haya macho ya nje. Haya macho ya nje. Na ndiyo maana dunia ilipojua ya kwamba binadamu anavuta dhambi kupitia macho ya nje, ndiyo maana leo binadamu wa kike wanatembea wako uchi, ili macho ya nje yavute dhambi. Maana Biblia inakwambia tamaa za mwili zinasababishwa na macho. Tamaa zote. Sasa hivi hapa mtu akivua, nyinyi mnaoona inawakulia ngese. Lazima tu hapa mtu akipita yuko ovyo, lazima macho yenu ya nje yafanye kitu fulani.
Hapa mtu akifanya, yani macho ya nje yanafanya vitu, yanavuta dhambi nyingi za duniani. Macho ya nje. Ndio maana Biblia inasema tamaa zote za mwili zinaletwa na macho ya wapi? Ya nje. Na ndio maana mimi ninamwombea Yesu, ninamwomba Yesu kila leo macho yangu ya nje yasione. Maana hata yakiona sasa hivi akili yote inapotea, ina paralyze yote, kwa sababu macho yangu yakiona vitu vya dunia hii, rangi za dunia hii, lazima tu yavute dhambi. Kazi ya macho ya nje ndiyo hiyo, lakini kazi ya macho ya ndani kazi yake ni kuona ukweli wa Mungu, ni kuiona dhambi na kuiepuka, ni kuona dhambi na kuichukia. Biblia ikaandikwa hivi, sikiza Biblia ilivyoandikwa, kila anayetenda dhambi ni kipofu wa macho ya ndani, ni kipofu wa macho ya ndani, lakini kila anayetenda mema ni mtu anayeona macho ya nani? Ya ndani. Ili utende mema, ona macho ya ndani. Baba, mama, popote unakonisikiliza, ili utende mema, mwambie Yesu akufumbue macho ya ndani. Na hicho ndicho Yesu akilimleta kutoka mbinguni. Hakuja kufumbua vipofu, kuwafungua vipofu wa kimwili. Amekuja kutufungua sisi vipofu wa macho ya wapi? Ya ndani. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana kinaendelea kusema, sikiliza hili fungu la 9. Fungu la 9, soma baba. Ameandika hivi, yeye asemaye kwamba yumo nuruni, yeye anayedai anasema ya kwamba yumo nuruni, na yeye anamchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Yeye apendaye ampendaye ndugu yake anakaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Endelea. Bali yeye anayemchukia ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda gizani, wala hajui afanyako nini. Endelea. Kwa sababu giza limeyapofusha macho. Giza limepofusha macho ya ndani. Kama mtu anaishi kwa kuchukia ndugu zake, anaishi kwa marumbano. Leo watu wanaishi kwa marumbano, iwe ni kanisani, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye ukoo. Watu wanaishi kwa nini jamani? Kwa marumbano. Baba yangu, popote unakonisikiliza, kama unaishi kwa marumbano, macho yako ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Kama unaishi kwa chuki, mama, unamchukia mume wako, unamchukia watoto, unachukia familia yako, maana yake macho yako ya ndani hayaoni. Ninakuombea mchana wa leo, Yesu afumbue macho yako ndani. Amina. Mtu anayetumia macho ya ndani hawezi akamchukia baba, hawezi akachukia jirani yake, hawezi akamchukia mume wake, hawezi akamchukia mke wake, hawezi akamchukia mshiriki mwenzake, hawezi akamchukia kiongozi wake wa dini, hawezi akamchukia mchungaji wake, hawezi akamchukia mzee wake wa kanisa. Maana macho yake ya ndani yanafanya nini? Yanaona. Kila mchukiaye ndugu yake yuko gizani. Biblia inasema kila anayemchukia ndugu yake ni kipofu. Kwa hiyo kumbe macho ya ndani yanapoona unaishi vyema na watu, unaishi na amani na watu wote. Biblia imeandikwa kitabu cha Waebrania 12 ndio fungu la 14, ameandika maneno haya. Hebu usikilize Biblia 12 aya 14. Waebrania anasema, ameandika hivi, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana bila kuwa na huo. Ili tuwe na amani, ili tumwone Bwana, lazima tutengeneze na amani, tutengeneze amani kwa watu wote. Tengeneza amani. Amina. Na ili utengeneze amani kwa watu wote, utengeneze amani kwenye familia yako, muombe Yesu akufungue macho ya ndani. Amina. Maana mtu anayeishi kwa chuki, anayeishi kwa fitina, anayeishi kwa marumbano, mtu huyu macho yake ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Hata neno linahubiriwa hawezi kuelewa. Kile kitabu cha Wakorintho wa pili 4 lile fungu la 3 ameandika hivi. Wakorintho wa pili 4:3 inasema. Ameandika hivi. Na Mungu anasema. Ameandika hivi. Lakini ikiwa injili yetu imesirika, ikiwa neno la Mungu halieleweki,
imesirika kwa hao wanaopotea. Ikiwa neno la Mungu linalohubiriwa hapa Mwanzugi halieleweki kwa yoyote, au kwako halieleweki, maana yake litakuwa halieleweki kwa wale wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, amepofusha akili zao wasioamini, isiwazukie nuru ya utukufu wa Yesu Kristo aliye sura yake Mungu. Kumbe watu wanaopotea duniani ni wale ambao shetani amepofusha macho yao ya wapi? Ya ndani. Mpaka dakika hii shetani amepofusha macho yao ndani, hata kama utahubirije. Ndio maana leo kuna wazinzi kanisani, na kila leo anakuja kanisani wanahubiriwa, lakini hawaachi. Kwa nini? Shetani amepofusha macho yao ya ndani. Ndio maana leo kuna walevi kanisani, kuna wavuta ugoro na sigara kanisani, na kila leo wanahubiriwa sigara ni mbaya, pombe ni mbaya. Hawaelewi, maana shetani amepofusha fikira zao, amefumba macho yao ya wapi? Ya ndani. Ninakuombea baba, mama, kokote unakonisikiliza, huko Tanzania, huko Kenya, huko Rwanda, huko Uganda, huko Zambia, huko Malawi, huko popote unakonisikiliza, Marekani unakonisikiliza, unaposikia somo hili, ninakuombea Yesu akufumbue macho ya ndani. Amina. Ukiona macho yako ya ndani unatenda mema. Amina. Maana wote wanaoona macho ya ndani wanamjua Yesu. Wote wanamjua Yesu na kumtumikia. Na jioni ya leo ukimwona Yesu, ukifumbua macho yako ya ndani, utamwona Bwana katika maisha yako, utamwona Yesu katika maisha yako na utamtumikia, maana macho yako ya ndani yanafanya nini? Yanaona. Ninakuombea baba, macho yako ya ndani yafumbuliwe. Amina. Maana Biblia inasema, fungu la 6 ameandika hivi. Ameandika hivi, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa gizani, nuru itang'aa kutoka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Huyu ndiye anayeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wake, atupatie nuru ya elimu ya utukufu wake Kristo, katika uso wa Yesu Kristo, katika sura ya Yesu Kristo. Kwa hiyo nuru ya neno la Mungu ing'ae ndani ya mioyo yetu, na nuru ya neno la Mungu iking'aa ndani ya moyo wangu, ikang'aa ndani ya moyo wako, macho yetu ya ndani yanafumbuliwa. Amina. Rafiki zangu, Yesu amekuja kushughulikia macho yangu ya ndani, amekuja kushughulikia macho yako ndani, na ili tuupate wokovu, ili tuupate uzima milele, Yesu afumbue macho yetu ya ndani. Amina. Kilichomtoa Yesu mbinguni sio macho ya nje. Amekuja kufumbua vipofu wasioona kwa macho ya ndani. Amekuja kufumbua mioyo yetu, amekuja kufumbua, kuleta nuru ndani ya mioyo. Kitabu cha Waefeso 4 fungu la 17 ameandika hivi. 4:17 Efeso nasema. Ameandika hivi. Basi nasema neno hii. Endelea. Tena nashuhudia katika Bwana. Endelea. Tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo. Msienende kama mataifa waendavyo. Katika ubadili wa nia zao. Ambao akili zao zimetiwa giza. Nao wamefarikishwa na uzima wa nani? Wa Mungu. Akili zimetiwa nini? Giza. Macho ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Wanafanya wanavyotaka, wanakula wanavyotaka, wanakunywa wanavyotaka, wanavaa wanavyotaka, maana macho yao ya ndani yanafanya nini? Ukimwona mtu amevaa mamipasuo, amevaa sina adabu, amevaa kimini, maana yake macho ya ndani hayafanyi nini? Ukimwona mtu amevaa hereni, amesuka nywele, amekirimu, ameweka wanja, ameweka rangi mikononi, miguuni, maana yake macho ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Maana akili zote za kwake zimetiwa nini? Giza. Hata nuru inayozuka haielewi, hata neno lililohubiriwa kwake halijui. Ninawaombea watu wa Tabora, popote mnakonisikiliza, Bwana wafumbue macho ya ndani. Amina. Ninawaombea watu wa Mwanzuki, Igunga, Bwana wafumbue macho ya ndani. Amina. Nataka nikwambie baba yangu, mama yangu, popote unakonitazama, Bwana kufungue macho ya ndani. Amina. Maana ukifumbuliwa macho ya ndani, utaona uzinzi ni dhambi, utaacha. Utaona ulevi ni dhambi, utaona ugoro ni dhambi, utaona sigara ni dhambi, utaona kila kitu kichafu ni dhambi, utaona dhambi macho ya ndani yakifumbuliwa. Lakini bila kufumbuliwa macho ya ndani, utaona kila kitu ni safi.
Hata kama ni nguruwe ni safi. Kuvuta sigara utaona ni safi. Kuvuta ugoro ni safi. Kubeba mume wa mtu utaona ni safi. Maana macho yako ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Ukimwona baba amebeba mke wa mtu, baba amebeba mume wa mtu, elewa macho yake ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Ukiona kijana anahangaika na binti na bado hata hajaoa, binti anahangaikia vijana, nataka nikwambie macho yako ya ndani hayaoni. Baba yangu, ukimwona kijana amekuvalia modo, amekuvalia mtepesho, maana yake macho ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Ndio maana leo dunia imejaa sera. Dunia imetapakawa sera, maana macho ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Shetani amepofusha macho yetu ya ndani. Ndio maana tunaona dhambi kama mema, yaani tunaona vitu vichafu kama vitu visafi, maana macho ya ndani hayafanyi nini? Hayaoni. Mungu akaandika akasema, kubali macho yako ya ndani yasafishwe. Bwana asifiwe. Amina. Kitabu cha Waefeso 1:18 anasema, kubali macho yako ya ndani baba, kubali macho yako ya ndani mama, yasafishwe kwa neno. Amina. Soma wewe. Macho ya mioyo yenu, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Baba yangu, macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Yatiwe nuru. Mjue tumaini la wito wake, mulijue tumaini la wito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa utukufu wake. Mjue utajiri wa utakatifu wake jinsi ulivyo. Maliza. Na ubora wa kuwa uweza wake ndani yetu. Endelea. Tuaminio jinsi ulivyo. Endelea. Kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Endelea. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Basi hapo ndipo tutajua kwamba Yesu amekuja duniani kwa ajili yetu, amekufa msalabani kwa ajili yetu, amemwaga damu yake kwa ajili yetu, na yeye ameleta uzima kwa kila aminiye, na kisha tutamwamini Yesu na tutapata uzima milele. Amina. Jioni ya leo, kubali macho yako ya ndani yasafishwe. Amina. Yasafishwe kwa neno, yafumbuliwe kwa neno. Omba Yesu akufumbue macho yako ya ndani. Yaani haya macho ya nje, baba yangu, hata kama yatakuwa hayaoni, lakini ya ndani yakaona, mbinguni unaenda. Amina. Lakini macho yako ya ndani yasione, halafu ya nje yakaona, baba, kama macho yako ya ndani hayaoni, ya nje hayasaidii chochote. Na ninapoongea hivyo sina maana ya kwamba ya nje muyang'oe sasa. Endeleeni kuwa nayo na ya nje, lakini na ya ndani yaone. Amina. Na macho yenu ya ndani, baba yangu, yaone. Amina. Maana kama ya ndani hayataona, mbinguni hakuna kwenda. Kinachotusaidia kwenda mbinguni ni macho ya ndani. Amina. Ndio maana Yesu akawaambia hata wachungaji wale wanaoyaongoza makanisa, bila kuwa na macho ya ndani huwezi kuwa kiongozi. Wazee wa kanisa, mashemasi, wakuu wa shule Sabato, viongozi wote wa makanisa, ninaomba muone macho ya ndani. Maana Biblia imeandikwa 14 Mathayo fungu la 15. Ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Ameandika hivi. Hata ulipokuwa jioni, tunasema 14:15 Mathayo. Naam, neno la Mungu linasema. Ameandika hivi. Hata ulipokuwa jioni. Soma 15:14 sasa. Na Mungu linasema hivi. Waacheni. Hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake. Watatumbukia shimoni wote wawili. Watatumbukia wawili wote wapi? Shimoni. Maana mtu anayeongozwa haoni, na yeye mwongozaji hafanyi nini? Haoni. Akiwa na maana ya kwamba wewe kiongozi, kama humjui, kama ulifahamu neno la Mungu, na yeye unayemwongoza halifahamu neno la Mungu, maana yake wote ni vipofu. Kiongozi kipofu na mwongozwaji kipofu, na kiongozi kipofu na mwongozaji akiwa kipofu na mwongozwaji kipofu, wote wawili watatumbukia wapi? Shimoni. Hapa haongelei upofu wa kimwili, anaongelea upofu wa kiroho. Maana yake wewe ni mchungaji, wewe ni mzee wa kanisa, unapaswa kulifahamu neno, ili hao wanaowaongoza wamuone Yesu kupitia wewe. Ndio maana Biblia ikaandikwa hivi, Isaya 56
lile fungu la 10 akaandika hivi. 56 fungu la 10 Isaya anasema. Akaandika hivi. Naam. Walinzi wake ni vipofu. Viongozi wote ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Wote hawajui chochote. Wote ni mbwa waliobubu. Wanafananishwa na mbwa bubu. Hawawezi kulia. Hawawezi kusema. Wanaota ndoto. Wanaota ndoto. Endelea. Wanapenda usingizi. Wanapenda usingizi. Naam. Maliza. Mbwa hao wanacheza sana. Endelea. Hawashiriki. Endelea. Na hao ni wachungaji. Hiyo ndio irudia hiyo. Na hao ni wachungaji. Na hao ndio wachungaji. Wasioweza kufahamu neno. Wasioweza kulifahamu neno. Ni viongozi ambao hawalifahamu neno. Kumbe kiongozi yoyote asiyejua neno, asiyelifahamu neno la Mungu, huyo anaitwa kwa mujibu wa Biblia, anaitwa nani? Kipofu. Na kiongozi kipofu hawezi kuwaongoza vipofu, maana wote wawili watatumbukia wapi? Shimoni. Maana yake wote watakosa uzima wa milele. Ninawaombea jioni ya leo, Bwana atufumbue macho ya ndani. Amina. Bwana atufumbue macho ya ndani. Amina. Bwana akufumbue macho ya ndani. Amina. Kitabu cha Ufunuo ameandika hivi, ile Ufunuo 3:14 ameandika hivi, hebu isikilize. Neno la Mungu linasema. Ameandika hivi. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Haya ndiyo anena yeye aliyeamina. Endelea. Shahidi aliye mwaminifu. Endelea. Na wa kweli. Endelea. Mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu. Endelea. Ninajua matendo yako. Ninayajua matendo yako. Ya kwamba wewe sio baridi wala si moto. Ingekuwa heri. Ungelikuwa heri kama ungelikuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una vuguvugu. Wala hu baridi. Moto. Wala moto. Sikia. Nitakutapika. Hapa Yesu anaongelea matendo yangu na matendo yako, kwamba ni heri ungelichagua, maana anayejua matendo yangu anayejua matendo yako, ya kwamba wewe hauko baridi wala hauko moto. Ni heri ungelichagua kuwa moto au kuwa nini? Baridi. Maana yake ungelichagua kuwa mpagani kabisa, kulikoni kushika sura mbili, mara huko kanisani, mara huko kwa mataifa, mara huko kwa Yesu, mara huko kwa shetani. Asubuhi ni shemasi wa kanisa, jioni ni karani wa wachawi. Ni heri kuchagua baba. Asubuhi unakuwa mzee wa kanisa, lakini jioni ni zinzi la kutupwa. Chagua kuwa moto au kuwa baridi. Maana Yesu anasema usipochagua, ukiendelea kuwa vuguvugu, yeye atakutapika. Endelea. Nitakutapika. Endelea. Utoe katika kinywa changu. Endelea. Kwa kuwa wasema, maana mimi ni tajiri. Unasema wewe ni tajiri. Umejitajirisha. Wala sina haja na kitu. Huna haja na kitu. Na wewe hujui ya kuwa. Lakini haujui. Wewe ni mnyonge. Wewe ni mnyonge. Na mwenye mashaka. Na tena una mashaka. Na maskini. Wewe ni maskini. Na kipofu. Na wewe ni nani? Kipofu. Wewe ni nani? Kipofu. Yaani kama unaishi matendo mabaya, unaishi matendo ya giza, wewe ni kipofu. Baba yangu, kama wewe bado unaishi maisha ya dhambi, wewe ni kipofu. Unaishi maisha ya ulevi, unaishi maisha ya uchawi, maisha ya uzinzi, wewe ni kipofu. Bwana akufumbue macho ya ndani. Amina. Baba yangu, mama yangu, Bwana akufumbue macho ya ndani. Unasema unaona, kumbe haufanyi nini jamani? Unaona. Unapomwona amka ameshikiliwa mkono unamhurumia. Jihurumie wewe kwanza. Maana na wewe kumbe ni kipofu. Kama unaishi maisha ya kumtukana mume wako, wewe ni kipofu. Unaishi maisha ya kupiga mke wako, wewe na wewe ni nani? Kipofu. Kuna wanaume wengine hapa wanajua kupiga wanawake kuliko kufanya biashara. Wewe ni kipofu sana. Yaani ni afadhali ungelikuwa kipofu kama amka kuliko kuwa na kipofu wa macho ya ndani. Baba yangu, ninaomba Yesu akufumbue macho ya ndani. Unadai unaona, kumbe haufanyi nini? Haoni. Kwa sababu ya mambo unayofanya, kwa sababu ya matendo unayofanya. Jioni ya leo Biblia inasema hivi. Soma baba wewe. Nakupa shauri. Sasa unapewa shauri. Nakupa shauri. Sikiliza shauri. Ununue kwangu dhahabu Nunua kwa Yesu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Upate kuwa tajiri. Ili uwe tajiri. Na mavazi meupe upate kuvaa. Aibu ya uchi wako isionekane. Ili aibu ya uchi wako isionekane. Na dawa ya macho ya kujipaka macho yako. Na dawa ya macho, paka macho yako. Na dawa ya macho sio kitu kingine, ni neno la Mungu. Amina. Ninakuombea leo hii neno la Mungu liwe dawa ya macho yako ya ndani. Amina. Paka macho
yako, endelea, ili upate kuona. Wote niwapendao mimi, Yesu anawakemea na kuwarudi. Sikia basi, uwe na bidii. Sikia tena, uwe na bidii, ukatubu. Bwana asifiwe. Ili macho yako yaone. Baba yangu, mama yangu, fanya bidii ukafanya nini? Ukatubu. Kama ni uzinzi, fanya nini? Acha. Kama ni uchawi, acha. Kama ni pombe, acha. Kama ni sigara, acha. Kama ni ukoo, acha. Kama ni uongo, acha. Macho yako ya ndani yaone. Amina. Fanya bidii jioni ya leo ukafanya nini? Ukatubu. Ili endelea. Tazama, Yesu amesimama mlangoni, anabisha. Ili mtu anaposikia sauti yake, anapofungua moyo wake, nitaingia kwake. Yesu ataingia kwako. Nami nitakula pamoja naye. Yesu atakula pamoja na wewe. Yeye pamoja nami. Na wewe utakuwa pamoja naye. Yeye anayeshinda. Nitampa uketi pamoja nami pamoja na Yesu katika kiti chake cha enzi. Kama mimi nilivyoshinda nikaketi, kama Yesu alivyoshinda na kukaa katika kiti cha Mungu cha enzi. Yeye aliye na sikio. Sikia hiyo. Yeye aliye na sikio. Yeye aliye na sikio. Aliye na sikio. Na alisikie neno hili. Alisikie neno hili ambao Roho ayaambia makanisa. Bwana asifiwe. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili. Jioni ya leo fanya bidii ukatubu. Wangapi wanasema Yesu nisaidie, maana macho yangu ya ndani hayaoni kwa ajili ya dhambi. Macho yangu ya ndani hayaoni kwa ajili ya ulevi, hayaoni kwa ajili ya uzinzi, hayaoni kwa ajili ya uchawi, hayaoni kwa ajili ya uabudu na sanamu, kwa ajili ya ibada za sanamu. Macho yangu ya ndani hayaoni. Wanaosema Yesu fumbua macho yangu ya ndani yaone, maana macho yako ya ndani yakiona, ya macho yako ya ndani yakiona, unaupata uzima wa milele. Wanaosema Yesu fungua macho yangu ya ndani yaone, mikono juu. Bwana asifiwe. Kitabu cha Isaya, na ndio fungu la mwisho, ameandika hivi, watu wanaoona macho ya ndani. Sikiliza vizuri, Isaya 6 lile fungu la kwanza hadi fungu la 6, soma wewe. Ameandika hivi, aliyekufa mfalme Uzia alimwona Bwana, akamwona Bwana ameketi kwenye kiti chake cha enzi. Endelea. Kwa mawili alifunika uso wake. Endelea. Na kwa mawili alifunika miguu yake. Endelea. Kwa mawili aliruka. Endelea. Wakaitana kila mmoja na mwenzake, mtakatifu. Wakisema, sikia, mtakatifu, 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 Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Endelea. Dunia yote imejaa utukufu wake. Endelea. Na mizingiti ya vizingiti, na misingi ya vizingiti. Soma vizuri wewe. Na misingi ya vizingiti. Endelea. Ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliaye. Endelea. Nayo nyumba ikajaa moshi, ikajaa utukufu. Ndipo niliposema. Isaya akasemaje? Ndipo niliposema, sikiliza, ole wangu kwa maana nimepotea. Isaya akasema ole wangu maana nimepotea. Kwa sababu endelea, mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Mimi ni mtu mwenye midomo nini? Michafu. Endelea. Nami nakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Na ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Na macho yangu, sikiliza hiyo, macho ya Isaya yamemuona mfalme. Yamemuona nani? Mfalme. Endelea. Bwana wa majeshi. Endelea. Kisha mmoja wa maserafi akasogea, wale akaruka akanikaribia. Naye alikuwa na kala moto mkononi mwake. Endelea. Ambao alikuwa ameitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Endelea. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo. Akaniambia, akasema, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa. Bwana asifiwe. Isaya akamwona nani? Bwana. Na malaika akashuka na kaa lenye koleo lenye makaa ya moto, akamsogelea Isaya, akamgusa midomo yake iliyokuwa michafu, akagusa sehemu zote alizokuwa mchafu. Isaya akatakaswa, Isaya akatakaswa. Na Biblia inasema ndipo sauti ikatoka mbinguni ikamwambia Isaya, dhambi zako zote zimefanya nini? Zimeondolewa. Wangapi wanahitaji wasamehewe dhambi zao mchana wa leo? Wanasema Yesu, samehe dhambi zangu maana nimekuona Bwana katika hubiri la leo. Waliomuona Bwana katika hubiri la leo, mikono juu. Simameni baba yangu na mama. Simama hapo ulipo. Simama baba, simama mama. Simama. Wale waliomuona Bwana kwenye somo la leo, naomba mgeukie jirani yako.
mshike mkono, mwambie, je, umemwona Bwana? Je, umemwona Bwana? Muulize tena, je, umemwona Bwana? Je, umemwona Bwana? Basi mwambie, dhambi zako zimesamehewa. Dhambi zako zimesamehewa. Basi usimwachie, tembeni muje hapa mbele tufanye maombi. Njoo umeshikana mkono, njoo umeshika mkono mwenzako, shikaneni mikono, tembea baba. Njoni na mimi, njoni, tembea baba, tembea mama, tembea kijana, tembea dada hapo, tembea kaka, tembea hapo, tembea. Tembea baba. Baba wabariki, baba wabarikiwa, barikiwa mama, barikiwa kijana, barikiwa dada, barikiweni. Bwana wabariki. Amina. Bwana wabariki. Amina. Bwana wabariki. Amina. Leo tumemwona Bwana. Na mimi nawaombea wote mnaokuja kwenye mahubiri haya, macho yenu ya ndani yafumbuliwe. Amina. Sijaisikia mna yenu, macho yenu ya ndani yafumbuliwe. Amina. Kuwa na macho ya nje bila ya ndani ni kupotea. Ninawaombea Yesu awasaidie kuona macho ya ndani. Amina. Mwambie jirani yako, je, umemwona Bwana? Dhambi zako zimesamehewa. Get to the point. Take a step forward.